Na tayari niko naye Teacher Mama ndani ya studio za Seluze FM. Asante sana. Nashukuru. Angependa kufahamu majina yako kamili, labda pengine mimi nimekosea nilipokutaja. Angependa kukufahamu zaidi majina yako kamili na umeanza lini safari yako ya muziki, kwanza tungeanzia hapo. Kwa jina la kikanisa baada ya ujio wa Muumba, mimi naitwa Heri Halisi, na kwa jina la kifamilia nilikozaliwa kwa baba na mama naitwa Inviolata Marcel Silvera. Katika tasnia ya uimbaji kumtukuza Muumba, Teacher Mama, na katika bendi ya Chanzo Halisi Band. Ulianzaje kuingia kwenye muziki? Kipi kilikuvutia mpaka ukaingia? Kwa yule ambaye ndo kwa mara ya kwanza anakusikiliza. Niko darasa la 3 nilianza kuimba nikiwa Roman Catholic. Niliimba pia nikiwa shule, wana walimu wazuri wa uimbaji, ndipo nilipoanza kuimba. Eleze una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Yaani sijahesabu kimwili, unaweza kuniuliza, sikufikiria hilo swali. Ndio. Lakini ni nyimbo sio chini ya wimbo wa 15. Kumbe una nyimbo nyingi. Umeshafanya album au una mpango? Bado sijaweka kwenye album. Tutarajie nini? Nashukuru umenikumbusha kwamba tutaweka kwenye album hapo siku za mbele kadiri Muumba anavyozidi kuniwezesha. Kama kutakuwa na video ya wimbo au nyimbo zako zote ni audio? Zipo. Na hata ujio wako ni video tayari. Naona director atarusha leo mtandaoni. Tumezoea watu wengine wanasema kwamba ni nyimbo za injili. Huduma ninayofanya mimi ni ya sauti. Sauti sio injili. Naona wasizoe kuona kwamba hii ni injili. Ndio. Ni sauti. Muumba ni sauti. Injili ni kwa mwana. Mwana, yani Yesu Kristo ni mwana. Hata wale mitume wakuu wale, manabii wakubwa wale. Ndio. Wale wote ni wanakuwa katika kundi la mwana. Musa, Elia Adamu wa pili yule wa Tanzania, ni wale wote ni mwana. Kwa hiyo kwa Muumba hii ni sauti. Muumba amekuja alikuwa sio chini ya karne 70. Sasa vitu vilivyofanyika kwa karne 70 kuanza kuingia katika utaratibu wa Muumba yeye mwenyewe. Yaani inakuwa kama vile mwenye nyumba amekuja, sasa bado mpangaji anakuwa anasema yeye ndio mwenye nyumba. Ndio hiyo. Sasa nyimbo zako unazitolea wapi? Maana kuna wengine ambao tumeshazoea kuwaona kwamba nyimbo zao ukisikiliza kwa umakini, kwa mfano mtu kama Christina Shusho, ukisikiliza nyimbo zake nyingi ni kama vile amezitoa kwenye Biblia, sana sana kwenye kitabu cha Zaburi. Wewe nyimbo zako unazitoa wapi? Sauti. Swala la ujio wa Muumba lipo kwenye hicho kitabu. Ndio. Ambacho tulizoea kuita ni Biblia. Ndio. Ipo lakini haipo mara nyingi. Ujio wa Muumba mimi nimeangalia, yani haijajitokeza sana. Ndio. Yani ilikuwa imejificha. Sio rahisi kujua kwamba atakaye kuja ni Muumba. Na ilizoeleka kwamba atarudi Yesu. Ndio. Unyakuo. Lakini ile Muumba imejificha sana. Kwa hiyo ni sauti. Ni kama vile watu wanafikiri ni kitu kipya, kwamba kwa sababu umesema kwa ni kama vile neno ambalo lilikuwa likijificha, Muumba na hiyo sauti. Tueleze kwenye muziki wako, changamoto gani kubwa ambazo kwa mtu labda tuseme ambaye angekuwa anataka kuanza kuimba na yeye atumie, yani na yeye afate kama wewe unavyoimba hivyo, sio kwamba aimbe kama wewe, yani aende kwenye nyendo hizo. Changamoto gani ambazo yani tuseme ambazo unaweza ukakutana nazo kwenye muziki kama huu? Si changamoto kama na hivi. Watu wengine changamoto wanachukulia kwamba ni matatizo. Ndio. Lakini changamoto si vile watu wanavyofikiria kwamba ni matatizo. Kuna vitu vingine vinakuja kwa mhusika kwa ajili ya kumuimarisha, kumjenga na kumpeleka mbali zaidi. Unaona? Kwa hiyo usizungumzie changamoto
kwa Muumba. Muumba yeye amekuja kwa ajili ya kutoa mabaya yote, giza lote kuliondoa na kuleta uzuri wake yeye. Tumfurahie, tumshangilie, tuishi maisha yale aliyokusudia yeye, ya mazuri tu, mema tu. Ndio maana ile zoezi la unaona kwamba Muumba anaunguza nguvu za giza bado linaendelea. Yaani hata leo alfajiri baada ya ibada nakuta Muumba anaunguza tu. Anaendelea kuunguza. Ingawa pengine wakati mwingine huwa naona mtu labda anapita, Muumba anaunguza afa hata ajijui. Kwa hiyo ondoe hiyo changamoto, aondoe matatizo, aondoe, afute, wapishe Muumba yeye kama yeye kwa ukuu wake. Wadau wengine najua kabisa wanajikuta mikosi hawana sasa hivi, walikuwa na umauma hawaumwi. Lakini saa ngapi Muumba alimfungua hawajui, lakini mimi huwa naona wengine kabisa Muumba anaunguza yeye anaenda tu. Ajui amepanda boda, sijui amepewa afanye biashara, Muumba anaunguza kwenye ile boda vitu hana habari. Niza hivyo kwa sababu wengine huwa wanasema kwamba changamoto zile ni kama majaribu. Unajua kwa hawa wa Kristo sana sana ambao wanaimba muziki wa injili huwa wanasema kwamba kuna kuga na majaribu ambayo labda Mungu anawapitisha kwenye hayo kwa namna fulani katika utumishi, majaribu mbalimbali. Sasa ndio nikazungumzia ni jambo ulilozungumzia, ni jambo zuri sana na moja ya mambo ambayo sikuwahi kuyasikia kabla, kwamba tufute hizo changamoto na nini kwenye huduma, kwamba tumpishe Muumba mwenyewe afanye. Lakini sasa kwenye issue ya majaribu ama jambo la majaribu, wewe unazungumziaje? Maana wengine changamoto hizo wanazizungumzia kama majaribu fulani ambayo Mungu mwenyewe anawapitisha ama Muumba. Level ya msalaba ni level ya kushindanishwa sana. Ndio maana iliimbwa sana majaribu. Wengine mpaka wakaimba uko wapi? Unaona? Mungu uko wapi? Unaona? Sasa ile ni level ya msalaba. Msalaba. Kwanza ni chambua msalaba. Mungu amefuta msalaba. Na msalaba watu wanafikiri labda ile alama iliyowekwa labda ukutani, sijui imechongwa msalaba. Hapana. Unaona? Kwanza shetani bila msalaba hawezi chochote. Bila msalaba shetani hawezi kitu chochote. Kwa hiyo Mungu amefuta msalaba ili atuwezeshe sisi kwenda vizuri zaidi kama alivyokusudia. Na wengi tulikuwa tunajua msalaba ni wa Yesu. Msalaba ni mali ya shetani. Mimi Mungu amenionyesha mifano hai kabisa jinsi shetani anavyoutumia msalaba. Kwa mfano hai, kwa kuona hivi kwa macho. Msalaba pale ndio kulikuwa kuna majaribu, mapito, nini, njia nyembamba iko pale. Sasa Mungu anaondoa, amefuta. Mungu akishatamka, maana yake tayari imekwisha kuwa. Ameshaondoa. Kwa hiyo inatakiwa sisi ni kupokea. Kila mmoja apokee kwamba Muumba amekuja, nampisha Muumba, namkaribisha Muumba, nampokea Muumba. Basi alafu naacha Muumba yeye anaendelea katika familia, katika ukoo, katika taifa, kila eneo, kimataifa, mabara, anahusika yeye, anaondoa. Sisi hatutakiwi sisi kujishughulisha sana, tunakimbizana, tunakimbia. Tumpisha, anaondoa kwanza. Kwa sababu sisi hata ule utajiri tunaotaka tusingeufikia bila Muumba kuongoza zile kazi za uharibifu. Sisi sana kuwasikia wanazungumza hivyo kama walivyozungumza, na ni kitu ambacho ni tumekinoti kwa siku ya leo kwamba haijalishi ni nini na nini, Muumba yeye anachokifanya ni kuondoa ama kufanya hivyo. Na kuna wengine wanasema kwamba muziki wa wale ambao wanasema muziki wa injili, lakini kwako nasema kwamba hii sauti ama muziki wako ambao unaofanya ni wito. Watu wanasema hivi. Tumezoea kuwasikia watu wanasema kwamba muziki wa injili ni wito. Muumba yeye anatenda kazi kwa kila mmoja kwa vile yeye Muumba amepanga. Ndio. Kwa hiyo kwa mfano hii sauti hii chanzo halisi yake, chanzo halisi mwenyewe yeye ndio anapita na yule ambaye ameamua apite naye katika ile eneo. Kwa hiyo sio rahisi mwingine akataka tu kufanya bila Muumba yeye kuanza kupita naye Muumba yeye mwenyewe moja kwa moja. Na kama Muumba anapita na huyo mtu, hata yeye mwenyewe atajua tu kwamba Muumba anapita na mimi katika hii eneo. Labda niongeze pia hata hii chanzo halisi.
chanzo halisi wengine walikuwa nafikiri labda ni kaubunifu tu fulani mtu ametamka. Huu wimbo chanzo halisi mimi Malaika kuna siku aliniimbia wimbo. Hivi sasa tukuimbie chanzo halisi, tukuimbie. Hivi sasa tukuimbie chanzo halisi, tukuimbie. Huu wimbo alimba Malaika pale nyumbani kwako. Imba hivyo. Kwa hiyo nadhani kwa mpaka hapo nitakuwa nimeweka tayari. Tuko na mwimbaji humu ndani ambaye yeye ni anafahamika kwa jina la Ticha Mama na ana nyimbo zake hapa ambazo mmoja umetoka kusikia Ujio Wako Agano, tutasikia nyimbo zake nyingine hapa na tunaendelea kuzungumza hapa kwenye studio za Seluze FM. Wimbo gani ambao kwenye nyimbo zako ambazo umeimba, wimbo gani ambao ukiangalia unasema huu wimbo kuna namna fulani umegusa maisha ya watu, ama kuna namna fulani watu yani umewagusa kwenye miongoni mwa nyimbo zako? Hata mimi mwenyewe, na kwa mfano kama kuna waimbaji wengine huwa wanasema kwamba kuna wimbo mmoja kati ya nyimbo zao zote walizowahi kuzifanya, kuna wimbo mmoja ambao huo hata wao pia umewagusa kwa namna moja ama nyingine. Sasa wewe kwenye nyimbo zako hizi ni wimbo gani ambao ukitazama zote bila shaka ni nyimbo bora, lakini ukitazama unasema kwamba hata mimi umenigusa na kwa namna ambavyo nilikaa nikauimba na namna ni wimbo gani? Hili swali ni lazima nilijibu leo au hata unataka kujibu unaweza kujibu siku. Adhabu utendaji wa Muumba unaenda katika level tofauti. Sasa kutoa jibu la moja kwa moja naomba ninyamaze kwa leo. Na una nafasi pia kuweza kuchangia maoni yako kupitia 0748700701 kwa ajili ya kusapoti pia huduma ya mtumishi wa Mungu. Yuko na nyimbo nyingi sana ambazo amezifanya. Hizi ni baadhi tu ambazo tunazisikia hapa. Na Ticha Mama, kitu kingine ambacho tungependa kufahamu, ungepata nafasi ya kuweza kufanya collab, tuseme hivyo, ama kumshirikisha mtu kwenye huduma yako ama kwenye nyimbo zako, ungefanya hivyo? Tungependa kufahamu kama ama labda uliwahi kumshirikisha mtu ama labda una mpango. Swala la uimbaji, yeyote ambaye anaweza kwenda sambamba na Muumba nafanya naye. Na mimi napenda sana niwe na waimbaji wengine wengi, lakini kuna wengine ambao wamekuwa wakipita wakitembea na mimi wanakuwa wanaogopa. Wengine wanaogopa. Nasema vile wanavyoona Muumba anavyotenda kazi. Ndio. Wanaogopa. Wanaogopa. Kumbe haitakiwi waogope. Muumba anaishi na sisi. Anatupenda kama tunavyoona hivi, ametuletea mvua. Kwa swala la mvua pia naomba watu wasilipeleke kwenye jiografia. Ndio. Kwenye mabadiliko ya tabia, kufanyaje mwaka jana ilikwenda hivi, hapana. Hii Muumba mwenyewe, na kumbuka tarehe 9 niliamka saa 7:30 za usiku nikampisha Muumba kwa ajili ya utakaso. Hivyo saa 9 kasoro akaanza kuleta mvua ndogo, nikamwambia Muumba hiyo sasa ni damu yako safi nyeupe kwa ajili ya utakaso. 10 kamili ikashuka kubwa sana, ndio ile. Unaona? Sasa alafu baada ya hapo inakuta inaendelea hivyo. Sasa kwa Muumba yupo, waache kupeleka vitu kwenye jiografia. Unaona? Sayansi. Wamwache Muumba hivyo. Kipindi hiki unafanya mradi gani mpya tuseme kwenye huduma yako na kwenye muziki wako? Wimbo. Mradi kwa maana yani labda tuseme wimbo au vipi? Nimeutoa wiki ile ndio. Umetoa hivi karibuni. Tulikuwa na chanzo halisi. 0701 ndio nafanya pia kuweza kutuma ujumbe mfupi. Utuambie hapo maoni yako kwa nyimbo hizi ambazo unazisikia kutoka kwa mtumishi wa Mungu kutokea chanzo halisi. Niona hapa band ni yani imekuwaje, ni kama unafanya
kama band wakati mwingine au na tupo kuna na mtoto ambaye hayupo, anaenda kucheza mpira hapo. Ninao wengine pia, ila nimekuja mwenyewe. Na tunaye Breve, ila Breve amepewa taski na Muumba kwamba yeye ni ana kipaji kikubwa, ana uwezo mkubwa, kwa hiyo atoe wimbo yeye kama yeye. ndio Na uishi kama alivyoimba Diamond Platinum, na yeye atoe auimbe yeye na uishi. Kwa hiyo yana hiyo assignment. Lakini Muumba anaendelea na wapenda wote tunakwenda nao. Kama Deborah ametoa kabisa yeye kama yeye. Kwa hiyo tunakwenda. Ni bendi, ila kwa vile ni huduma, Muumba anapotaka kwenda kwenye kasi fulani yeye mwenyewe, kwa sababu wanaogopa wanapoona wao. Anapotaka kwenda kwenye kasi kubwa, basi unakuta anajitokeza mimi kama mimi. Ndio. Hiyo ya kuweza kuchangia kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Mimi huwa napenda kufahamu kutoka kwa waimbaji wengine pia kwamba kuna waimbaji wengine hapa Ruvuma na nje ya mkoa. Ni mwimbaji gani ambaye sijui kama itakuwa ni swali zuri kwako ambaye anakuvutia sana kwenye huduma yake mpaka unasema huyu kweli Mungu anamtumia, ama Muumba anamtumia huyu, tofauti na wewe? Maana wewe tayari tulisha kuona kwa viwango vya kwako ambavyo Muumba anakutumia. Sasa kwa waimbaji wengine, mwimbaji gani ambaye unaona huyu kuna namna fulani watu wanatakiwa pia kuiga mfano? Na wasikia waimbaji wengi bado wanamwimbia Yesu. Ndio. Na kuna waimbaji najua naona kabisa wana uwezo wa kuimba. Kama Deborah na uwezo wa kuimba kwa mabinti. Wapo wengine niliwaalika kipindi kile naenda kuzindua chanzo si bendi, lakini hawakuja. Yuko Egon, mwimbaji mzuri sana, lakini nakuta bado wanamwimbia Yesu Kristo. Bado hawajafunguka. Yaani wanafunguliwa, lakini bado naona inawezekana viongozi wao bado wanawashika. Lakini masuala ya maisha na Muumba ni personal, ni mtu na Muumba wake. Ya pale ninapowaelekeza na wafungua, basi inabidi wasimame wamwimbie Muumba. Yesu Kristo muda wake umeisha, ndio maana hata mimi siite mtumishi. Na watumishi ndio walimpiga Yesu Kristo, watumishi. Wote kuite ni mtekelezaji wa sauti. Au uzao wa chanzo halisi. Na sisi wote wa Tanzania kwa ujumla kuna watekelezaji wa sauti na uzao wa chanzo halisi. Sisi ni uzao wa chanzo halisi. Watumishi walimpiga Yesu Kristo. Na mitume na manabii walipigwa sana na watumishi. Tuwe makini. Kuna majina mengine sio mazuri. Watumishi walimpiga Yesu Kristo. Wakuu wa dini, Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, waliompiga Yesu Kristo sio watu wadogo. Unajua ni watu wakubwa. Wakubwa tu. Unaona? Kwa hiyo tuwe makini kwenye hilo na Usadukayo sio kitu kizuri. Sadukayo anaelewa kabisa lakini hatendi. Kwa hiyo sio vizuri. Muumba amekuja, Muumba haondoki, na Tanzania ndo ameshukia. Afrika hii anapita nayo yeye, haondoki, ndo ameshakuja. Watu wachache sana kuzungumza hivyo kwamba wanaoneshwa mambo fulani ya kiroho zaidi, lakini wewe umepata nafasi hiyo ya kuongea sana. Tukuza Muumba. Pengine wanatamani sana kuingia kwenye uimbaji, kufanya muziki kama ambao unaofanya wewe, lakini sasa hawajui waanzie wapi, au labda wengine wamekuwa wakikatishwa tamaa. Labda mtu anamwambia wewe bwana usiimbe hivyo, usiingie huko na nini. Wewe unawaambiaje? Tulivyo hivyo hivyo. Kila mmoja kama alivyo hivyo hivyo. Unaona? Kama alikukuta unacheza sana disco, yeye amekuja amekukuta hivyo hivyo. Unacheza tu disco mpaka alfajiri, wenzako tunamaliza ibada unacheza disco, amekuja hivyo hivyo. Kwa hiyo mtu asijihukumu, ila Muumba sasa anapopita naye atakwenda naye tu hivyo, anakwenda naye kila mmoja. Anakwenda naye. Aache kusema wewe acha wewe.
wewe huwezi kujitakasa mwenyewe. Mtu hawezi kujitakasa yeye mwenyewe. Wala hawezi kujikomboa yeye mwenyewe. Mtu anakombolewa, anatakaswa na Mungu ametukomboa, ametutakasa yeye mwenyewe. Imekwisha kuwa. Mungu akitamka imekwisha kuwa. Kinachofuata pale ni Mungu anapita. Ndio maana hata nyumba zote za Watanzania na nyumba zote sisi tulizitoa kwenye kona 4 tuliziingiza kwenye mduara tangu 2017. Ya, kwa hiyo tunatakiwa twende na Muumba. Mtu aimbe. Ni majira ya kumwimbia chanzo halisi. Kila mmoja anatakiwa amwimbie chanzo halisi kwa namna yoyote ile, hata kama sauti unaona si inaendaje, wewe imba. Ni majira ya kumwimbia chanzo halisi Muumba wetu. Ni hivyo tu. Sawa, tumia pia Biblia hizi. Au kuna vitabu vingine ambavyo nyinyi mnavitumia? Kitabu hicho. Sasa kuna mstari gani wa Biblia ambao wewe unaupenda sana na unapenda sana kutumia? Kwa mfano kama mimi kuna mstari mmoja tu ambao mistari mingine pia napenda kusoma kuja kichwani kila saa, kila mara. Zaburi ile ya 23 ambayo inasema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Wewe sasa kwenye Biblia ama kwenye hicho kitabu mstari gani ambao hata ukienda huko mstari ungependa kufahamu? Ukiangu utangazaji na kuna limit. Sina limit za hivyo. Kama niende tu na Isaya 57:15. Ndio. Muumba anatenda kazi zake na kwa walio kwa wale wanyenyekevu, ndio, watii, ndio, ambao wanakubali kuacha yasiyofaa. ndio. Kwa sababu kuna vitu unatakiwa wewe uache, si uko na Muumba. Ndio. Unajua kabisa hivi kuamka kula chakula Muumba anakuambia kula sasa. Ndio. Sio unakula. Ni kweli. Ndio hivyo kwa Muumba hivyo. Kuna vingine ni sisi wenyewe moja kwa moja. Ndio. Lakini ndio hivyo. Kabla ya kupitia ujumbe mfupi, msikilizaji angetamani pia kukusikia ukiimba moja hizi nyimbo zako live ili ajue kwamba tulionaye studio ndio mwenye nyimbo. Nimekuona, tumekuona, wa milele chanzo halisi. Nimekuona, tumekuona, wa milele chanzo halisi. Pia hapo Ticha Mama akikimbia na yeye ndio mwenye nyimbo. Bila shaka umeniridhisha hivyo. Na basi kwa wakati huu niweze kupitia ujumbe wako mfupi ambao umetuma hapa kwa maoni yako. Haya. Kuna wengine wanauliza maswali wameenda nayo kidogo simsibibu. Sijui kama utapenda kujibu vipi. Wengine wanakuuliza kama huyu anakuuliza kwamba naomba kuuliza ina maana sisi tunaosali kanisani tunapotoshwa? Huyu bila shaka Mkristo anasali kwenye madhehebu. Nijibu kwa hekima ya Muumba, kwa upendo uliopitiliza wa Muumba, kwamba waende kwenye ujio wa Muumba. Chanzo halisi. Haya. Anasema umetunogesha vilivyo kabisa. Haya, anasema huyu anaitwa Baitajiri wa Mabiti wa Matuhi. Haya, tunakushukuru sana msikilizaji kutokea huko. Haya, mwingine anasema jumbe nyingi ni za kupongeza. Ngoja tupate uhondo wa ngoma. Mwingine ameandika hivyo, ngoma zake huyo dada anajua, ameandika hivyo huyu. Haya, kama utataka kupiga simu ama kutuma ujumbe mfupi. Haya, mwingine huyu anasema kwamba huyo mama mbona yuko vizuri kwa ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu ambariki na kazi yake ya Mungu. Haya, anasema Pateni au Hamisi kutokea Mbinga Kitacha Malangali ameandika Jumapili njema. Msikilizaji, usiandike vifupi, ukiwa unatuma ujumbe wako mfupi ili tuweze kusoma vizuri.
Ungependa kuzungumza jambo lako la mwisho, ungependa kusema kwa siku ya hii leo? Afrika tumebarikiwa sana. Inatakiwa tuwaeleze na mataifa mengine, mabara mengine kuhusu ujio wa Muumba. Na kipindi kijacho wimbo nitakaotoa tena ni unahusu heri wenye njaa na kiu ya haki, Muumba umewashibisha. Muumba umetushibisha. Ndio wimbo mwingine ambao natarajia pia kufanya. Haya, tutafurahi sana kuweza kupata. Labda kwa yule ambaye anataka kutafuta nyimbo zako huko kwenye mitandao ya kijamii, anataka kuzipata zote, anazipataje? Inapatikana sana kwenye YouTube. Chanzo Halisi Band. Ndio, kwenye YouTube. Search kwenye YouTube Chanzo Halisi Band. Pia kuna namba kwenye mtandao. Namba ya simu. Kwenye YouTube kuna namba ya simu. Kuna namba pia. Au sasa hivi ungewatajia ili? Sawa. 0652 744 612. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuweza kufika siku ya hii leo. Mungu akubariki sana na aendelee kukuinua kwenye viwango vya juu zaidi, kwa sababu tumeshaona viwango vyako ni vikubwa. Aendelee kukuinua. Nashukuru kwa kunibariki. Haya. Asante sana. Haya, basi nikutakie Jumapili njema na asubuhi njema. Nashukuru sana. Nilikuwa na Teacher Mama na tulikuwa tukizungumza mambo mawili matatu kuhusiana na huduma yake ya muziki. Basi mimi nikwambie tu ya kwamba unaweza ukaingia kule kwenye mtandao wa YouTube ukatafuta nyimbo zake nyingi ambazo amezifanya. Na moja kati ya nyimbo ambazo tutazisikiliza hapa kwa kuondokea ni huu hapa ambao unaitwa Mbona Mwaniita Mwema. Uko YouTube pale ukiandika Chanzo Halisi Band, unaweza ukaupata wimbo huu msikilizaji. Burudika, alafu baadaye tutarejea kwa ajili ya kuendelea na Jumapili ya Baraka, lakini tutakuwa na mtumishi wa Mungu atakwenda kutufikishia maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu kitakatifu.